Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mwanga TV, na hii leo tunaendelea tena na somo mazuri kabisa kutokana na tiba ya maradhi mbalimbali kupitia mitishamba au kupitia dua, kupitia visomo au kutumia mitishamba ambayo tuliochanganya kiutaalamu kabisa, kiuzuri kabisa, lakini mwisho wa siku tunatawakal kwa Allah subhanahu wa ta'ala awe ndiye mwenye kukuponya kwa idhini yake insha Allah. Awali yote tunkuombe kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe, usahau bonyeza makengele, weka all notification ili mtu wa kwanza kupata video zetu pindi tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante. Ndugu zangu wana Mangulingwa, mwalimu wenu Dr. Mangulingwa nipo hapa kwa faida moja tu, kuja kuelekeza leo dawa hii ya ugonjwa wa ngiri. Hii dawa huwa napenda sana kuielekeza kwa sababu ni mujarrab, ni dawa ambayo ukiitumia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah atakuponya maradhi yako ya ngiri. Ndugu yangu, wewe mwanababa au kaka ambaye unasumbuliwa na tatizo la ngiri, tumia hii dawa nitakayoelekeza hapa. Wewe mwenye kusumbuliwa na tatizo la ngiri, tumia hii dawa kwa idhini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakusaidia. Kuna watu ambao wanasumbuliwa na ngiri. Ngiri ni ugonjwa design gani? Ngiri ni ugonjwa ambao huwa unawasumbua sana wakina baba au vijana au wanaume kiufupi. Sasa basi, ugonjwa wa ngiri mara nyingi kwa kuta watu huwa wanapata maumivu makali sana katika sehemu zao za mwili. Hasa hupata maumivu makali sana chini ya kitovu kwa wanaume, lakini pia hupata maumivu makali sana katika usawa wa mbavu. Hizi mbavu changa hizi, maumivu yanakuwa ni makali sana, huwa wanapata wanaume. Lakini pia maradhi haya ngiri hupelekea watu wengine kupata maumivu makali kweli katika sehemu zao za chini ya maumbile yao ya siri, katika sehemu ya makende. Nikisema hivyo nadhani nakuwa nimeeleweka. Lakini pia wengine hupata maumivu makali sana katika sehemu za via vya uzazi. Hii sehemu ambao ipo pembeni ya penis. Kumladhi, sehemu ya penis hapa, maumbile haya sehemu za via vya uzazi huwa kunakuwa na maumivu makali sana. Na athari ya ngiri zipo nyingi kweli. Miongoni mwa athari ya ngiri hupelekea mtu kuto kuongezeka kwa maumbile yake. Athari ya ngiri hupelekea sana mtu kushindwa kwenda jimai. Athari ya ngiri zipo nyingi, athari zake zipo nyingi kweli. Sasa basi, kwa yote yule ambaye anajihisi ngiri ikawa imempata, tafuta dawa hii, tumia kama nitavyokuelekeza, insha Allah hiyo ngiri itakuwa ni yenye kukuacha. Kuna baadhi ya watu hali ya hewa ikibadilika tu ngiri huwa inawakuta. Labda ikinyesha mvua wanapatwa na ngiri, au wengine hali ya hewa ikibadilika, climate change kitokea tu, basi mwisho wa siku mtu anakuwa yupo katika hali ya maumivu ya ngiri. Awali tu nikuombe kabla hujasubscribe, usahau kusubscribe. Ndugu yangu, ukiona ndugu yako yeyote yule ambaye anasumbuliwa na ngiri au akakupa maelekezo na umwa hivi, usipate shaka wala usipate tabu. Nenda katika duka dawa za asili, mwambie ndugu yangu nipatie dawa inayofahamika kwa jina la shubiri. Shubiri ni kama unavyoiona hii, shubiri ya kidonge. Na hii shubiri inatokana na mti gani? Hii shubiri inatokana na mti unafahamika kwa jina la aloe vera. Aloe vera. Wengine tumezoea kusema kwamba aloe vera. Asa huu ni mshubiri. Aloe vera ndiyo mshubiri haswa wenyewe. Sasa basi, inawezekana sehemu ulipo huu mti wa aloe vera ukawa haupo. Nenda katika duka za asili, mwambie nipatie shubiri. Shubiri inakuwa ni nyeusi, ni kidonge kama hicho. Baada ya kufika katika duka za asili, atapokuwa amekupa shubiri, tafuta ile shubiri iliyokuwa kavu ambayo ni kidonge cheusi. Baada ya hapo, chukua vidonge vitatu vya hii shubiri. Rudi navyo nyumbani. Chukua maji ujazo wa lita 1.5. Then baada ya hapo vidumbukize vyote vya vidonge vitatu, chemsha ichemke haswa. Chemsha ichemke barabara. Chemsha ichemke vizuri kabisa. Then baada ya hapo utaepua. Baada ya kuepua utaichukua ile, ukitaka kuchuja sawa, usipochuja sawa. Baada ya hapo utaitia katika ujazo wako wa lita 1. Nadhani ndani ya lita 1.5 ukichemsha unapata lita 1 au lita 1 na kadha. Na kipungua basi ingine kwa kidogo sana, lakini lita 1 ujazo unatakiwa huo. Baada ya hapo anatakiwa huyu mtu ujazo huu wa lita 1 ale au anywe ujazo wa kikombe kimoja kikubwa. Ataigawa mara 3, atakunywa mara 3. Na yule ambaye ingine msumba sana, basi atakunywa ndani ya lisali moja, atakunywa kikombe kimoja.
atakaa baada ya saa nyingine atakunywa cha pili, atakaa baada ya saa tatu atakunywa cha tatu. Hata ambaye mtakao umeshamwacha atakunywa kikombe cha kwanza kama mwacha endelee kunywa kwa lita moja haimalizi ndani ya masaa 3 au masaa 4. Baada ya hapo amtawakkal Allah subhanahu wa ta'ala, atamponesha maradhi yake. Kumbuka tumia dawa hii kwanza, tawakkal kwa Allah kama bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu natumia dawa hii ipate kuniponesha maradhi yangu haya yananisumbua ya hingiri, ama maumivu ya mbavu, maumivu ya sehemu za siri, maumivu ya chini kinena, maumivu kadha. Insha Allah anywe. Inapendeza zaidi ile ya kwanza anapokunywa anywe katika asili ya moto ili insha Allah kaika vizuri. Miongoni mwa athari chanya ya hii dawa anapokuwa umetumia kwa mtu ambaye anasumbuliwa hasa na hingiri, pindi itapokuwa umetumia kuinywa, usishangae kuna tumbo linaunguruma sana. Usishangae ukawa unatoka na upepo katika haja kubwa, yani ile kupata ile hali ya ashakumsimatusi kujamba. Usishangae kwa sababu tumbo huwa linakaa vizuri, na tumbo kunguruma itakuwa ni hali ya kawaida. Usiogope, usishangae. Hiyo hali inaweza katokea hali ya tumbo kunguruma, lakini baada ya muda inakata fya, inakuwa haina kitu. Hamna tatizo ambalo kutokea. Tahadhari ni kwamba unapokuwa upo katika hali hii ya ugonjwa huu, jitahidi sana, jiepushe sana kukaa tumbo wazi kwa mtu ambaye anasumbuliwa tatizo hili. Lakini pia jiepushe sana kwa mtu ambaye mwenye kula vitu vyenye asili ya baridi, kiporo cha baridi. Epuka hiyo tatizo, hiyo jambo. Lakini mwisho siku epuka kula vitu vyenye asili ya baridi. Epuka kunywa maji baridi, soda baridi, bia baridi, vinywaji vya baridi viepuke, kwa sababu vinapelekea mtu kupata tatizo hili. Ila insha Allah kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, tumia dawa hii insha Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuponesha. Mwisho ni kuombe tu, kama bado hujasubscribe usahau kusubscribe. Kama bado hujacomment, comment hapo chini, uliza swali lako hapo chini. Ndugu zangu wale wanaonifuata WhatsApp na kuanza kuniuliza maswali ambayo ya ajabu WhatsApp, hii hali sitaki. Kama unajihisi hauna jambo la msingi, basi comment hata hapa katika YouTube watu wakuone. Lakini ukija kule katika WhatsApp uje katika hali ambayo ya kutaka jambo la msingi, ima kibiashara au kivyo vyote vile. Lakini mwisho wa siku nachokomba comment hapa. Ukinifuata kule asante kwa kujibu message za watu kule. Ukinifuata kule uje katika hali ya majibu na maswali ya msingi. Naingia WhatsApp na kutana na message ambazo zinafika mpaka message 500, message 100, watu wanatuma message tu. Lakini mwisho wa siku hizo message zinapotumiwa huwa maneno mengine sio ya msingi. Mtu anauliza tu bana, shehe bana katika jambo sana natumia vipi? Wataka tushaelezea utumia hivi na hivi. Oh shehe bana hivi natumia vipi? Hasa sivyo, unatakiwa uulize katika jambo ambalo sijaelezea. Nimeshaelezea bwana tumia hivi, alafu unakuja kutana na unanifuata bwana nitumie vipi? Nitashindwa kujibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.